Wakati mwingine tunapoteza watu wa karibu na wa muhimu sana kwenye maisha yetu kabla hatujawaambia tunavyowapenda. Na wakati mwingine wanatuambia wanavyotupenda, lakini sisi hatuwasikilizi wala hatujali hisia zao. Leo nataka nikupe simulizi ya kijana mmoja anayeitwa Amani. Ilianza kama siku yoyote ya kawaida, kama ilivyokuwa ada. Amani, kijana wa miaka 24, aliishi kijijini akiwa na mama yake ambaye alikuwa ni mjane. Alikuwa ni mvulana mpole, mchapakazi, lakini mwenye ndoto kubwa za kwenda mjini kutafuta maisha yaliyo bora kuliko yale waliokuwa wanaishi kijijini na mama yake. Mama yake aliyejulikana kwa jina la Bitunu alimpenda sana Amani, mtoto wake, lakini hakuwa na njia ya kumzuia Amani kwenda mjini. Siku moja Amani aliondoka asubuhi na mapema kwenda mjini. Alimwaga mama yake kwa maneno machache. "Mama, nikifanikiwa nitarudi hapa nyumbani kwa gari. Subiri tu." Hakumtazama usoni. Hakujua hivyo ingekuwa mara ya mwisho. Miaka 2 ilipita bila Amani kurudi nyumbani. Alimtumia mama yake pesa mara chache, simu mara chache zaidi alimpigia mama yake. Alizidi kupotea kwenye maisha ya raha ya mjini. Alikuwa na marafiki wengi. Kelele nyingi za mjini pamoja na kazi zilimbana kiasi kwamba hakumkumbuka tena mama yake. Alimsahau mama yake. Alisahau sauti ya mama. Mama Tunu alizidi kudhoofika kimwili na kiroho kutokana na magonjwa yaliyomwandama mara kwa mara. Kila jioni alikaa mlangoni akiangalia barabara kama atamuona mwanae anarejea. Lakini hakukuwa na dalili yoyote Amani kurejea nyumbani. Mpaka siku moja barua ilimfikia Amani. Ilikuwa imeandikwa kwa mkono wa mama yake. Barua hiyo ilitoka kwa mama yake Amani. Amani alisikika akisoma barua iliyotoka kwa mama yake. "Mwanangu Amani, kama unasoma hii barua, basi nipo mahali ambapo macho yangu hayawezi kukuona tena. Sikuamini kwamba unaweza kunisahau hivi. Lakini hata nilipoumia, sikuacha kukuombea. Niliamini kwamba ndani yako bado kuna mtoto wangu. Nikifa usije kaburini kunililia. Nilikuombea ufanikiwe, lakini sikujua mafanikio yangekufanya unisahau. Nikiwa huko nitakupenda bado, usijilaumu, ila kama utapewa nafasi nyingine, penda kwa wakati. Mama yako Tunu." Hii ni barua ambayo mama yake alimwandikia ikiwa ni nafasi yake ya mwisho kuongea naye. Na baada ya hapo mama yake alifariki dunia. Amani aliwasili kijijini wiki moja baada ya kupokea ile barua, lakini alikuwa tayari ameshachelewa. Alikuta kaburi jipya. Hakukuwa na mtu wa kumkumbatia tena. Hakukuwa na sauti ya mama yake tena. Alianguka juu ya kaburi huku akilia. Alilia kama mtoto. Saa nyingine watu waliamka na kumkuta bado akiendelea kulia, lakini tayari alikuwa amechelewa. Usisubiri mtu afe ndio ujue thamani yake. Usisubiri mtu afe ndipo uanze kusema ulikuwa unampenda. Penda wakati mtu yuko hai. Mweleze hisia zako wakati bado yupo hai. Mweleze hisia zako wakati hajaenda kaburini. Amani alichelewa. Usikubali kuchelewa. Dhihirisha neno upendo kwa wale unaowapenda. Waambie mapema kabla hawajafariki dunia, maana baada ya hapo hutapata nafasi ya kuwaona tena. Mimi ni mtayarishaji wa masimulizi haya na niliyesoma kwako ni mimi Jacob Zakaria
kutoka Shilo Media Tanzania. Uwe na wakati mwema. Machozi yananidondoka kama mvua kila jua linapozama angani, naona kivuli chako